apigwe. Apigwe kunguru apigwe. Kasongo yeye. Mombali nanga. Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika meza yetu ya habari, ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba wengi tumepata nafasi ya kuiona video hii ambayo imeenea kwa kasi kubwa mitandaoni, ikionyesha wanajeshi wa Tanzania ambao walikuwa nchini Kongo kwa mwamvuli wa Sami DRC wakikaguliwa na wanajeshi wa Rwanda, na kwamba wanajeshi hao wanarudishwa Tanzania. Video hiyo imeenezwa sana mitandaoni kwa dhihaka, kitendo ambacho kimewakasirisha sana wa Tanzania. Imeonekana kana kwamba jeshi la wananchi wa Tanzania limedhihakiwa na Rwanda. Hapa na kusogezea mkanda mzima wa jinsi ambavyo wananchi wa Tanzania wamekerwa na jambo hilo, na hata kutoa maoni yao kwa serikali kwamba Rwanda inahitaji tiba, maana ni kana kwamba inataka kujinyanyua hapa Afrika Mashariki. Tuanze na maoni ya mtu anaitwa Fortunatus Buyobe, mwenyewe anajiita Kachelo mbobezi paratrooper. Anasema Rwanda inahitaji tiba. Rwanda inahitaji tiba. Lakini pia Jafet Matara, yeye anasema kwa nini tusiteke Wanyarwanda wote walioko Karagwe, Misenyi, Muleba na Chato, kisha tupitishe loko kuanzia Kigoma, Geita, Shinyanga hadi Dar, tuwalimishe mashamba ya kule Songea na Songwe kama adhabu, halafu wakiivisha tukivuna mazao tuwachilie huru na kufunga mipaka yote ya Rwanda. Hayo yamekuwa ni maoni ya Jafet Matara. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema hawa bahati yao ni vile sasa hivi tuko na rais mpole, Rais Samia Suluhu Hassan. Yeye ni mtu mpole sana. Isingelikuwa hivyo basi sasa hivi Rwanda ingekuwa imepata kila ambacho inastahili kukipata, kufuatia matendo ambayo Rwanda imekuwa ikiyafanya, ambayo yamekuwa yakionekana kama dhihaka kwa jeshi la wananchi wa Tanzania na Tanzania kwa ujumla. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema kuna mawili. Moja, inawezekana wametuona tupo kimya, wameamua watuchokoze sababu tuna sifa ya ukarimu na upole. Mbili, inawezekana wana watu wao wapo kwenye system zetu, sasa wamekamilisha mission na wameshagundulika, sasa wanatafuta namna ya kuwatoa. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema ambaye angemtibu Rwanda bila ushauri wa nesi ni JPM, asingeangalia urafiki. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema ikitokea recruitment ya kwenda kuwapiga hawa cockroaches, mimi nitaenda bila kuwaza, wapumbavu sana. Lakini pia hapa kunaye mwingine, yeye anasema anayetoa hype kwa hao soldiers na anayekaguliwa kwa ajili ya safari ni watu wawili tofauti. Moja kati ya sifa za mwanajeshi ni pamoja na utiifu wa sheria na taratibu. Yupo kwenye ardhi ya watu, ulitaka afanye nini? Video hii mtazamaji wangu ukiangalia vizuri utaona ni kana kwamba mwanajeshi huyu anakaguliwa. Hivyo huyu amesema moja kati ya sifa za mwanajeshi ni pamoja na utiifu wa sheria na taratibu. Yupo kwenye ardhi ya watu, ulitaka afanye nini? Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema inatakiwa kisasi kilipwe. Siku rais wao akija Tanzania inatakiwa wasachiwe na Suma JKT, kuanzia huyo rais wao ADC na wote waliopo kwenye msafara. Kama hawataki waingie kwenye ndege warudi kwao. Dawa ya moto ni moto na sio maji tena. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema tunataka mama atumiwe hizi video ili aone kwa jinsi gani jeshi letu limedharaulika. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema nilisema kuna opportunity ya show of force kwenda kuwachukua wale madereva wa marori
wa marori kwa vifaa vya JWTZ kuwaacha wapitie Rwanda was a huge PR mistake. Lakini pia kuna mwingine hapa, yeye anasema kama taifa tumedharaulika, kwa nini wasingevaa nguo za nyumbani, au kwa nini Rwanda wasinge wa escort hadi airport alafu wapande ndege warudi kama watu wa UN au diplomats? Mimi huwa navuka hapo sana, hata raia wa kawaida hakaguliwi hivyo. Walidhamiria kutudhalilisha. Lakini pia kuna mwingine hapa, yeye anasema uwezo wa kuwapa tiba hatuna, maana kwa sasa hatuna CIC. Lakini pia kuna mwingine hapa, yeye anasema nimeumia kuona kamanda wangu anadhalilika, naomba niwaambie Rwanda tutakutana bandarini na tutawasemea kwa mama yetu kuwa tabia walioifanya haivumiliki, ila wakijikanyaga tunawakanyaga. Moja, love for my president and my country Tanzania. Hayo yamekuwa ni baadhi tu ya maoni ya wananchi wa Tanzania kufuatia tukio ambalo limetokea siku za hivi karibuni na kuenea sana ama kwa kasi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tukio ambalo likiwaonesha wanajeshi wa Tanzania wakikaguliwa na wanajeshi wa Rwanda, kitendo ambacho kimesababisha Watanzania watoe hisia zao kufuatia jambo hilo. Halafu sasa video hiyo imesambazwa sana kwa namna fulani ya kudhalilisha jeshi la wananchi wa Tanzania, yani JWTZ. Ndio maana wananchi wa Tanzania wakiwemo wanasiasa wa vyama vya upinzani, kwa mfano Zito Zuberi Kabwe, naye pia amejitokeza hadharani na kuzungumza ama kutoa hisia zake na kusema kwamba wanachokitafuta watakipata, kwa kusema mnachokitafuta mtakipata. Hivyo ndivyo mambo yanakwenda kwa sasa, hasa ukipita katika mitandao ya kijamii utakutana na habari hii ya wanajeshi hawa wa Tanzania kukaguliwa, lakini pia utakutana na maoni pamoja na hisia za wananchi wa Tanzania kufuatia tukio hilo ambalo limekuwa likienezwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa namna fulani ya dhihaka kwa wanajeshi wa Tanzania. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Lakini pia ni kuache na swali, je, walichokisema hawa wa Tanzania wenzako ya kwamba Rwanda inahitaji tiba, kwa maana kwamba Rwanda inapaswa kushughulikiwa, ni kitu ambacho kipo sawa? Na wewe kwa upande wako unahisi ya kwamba ama unakubaliana na maoni haya ama hoja hizi ya kwamba Rwanda inahitaji tiba? Ama wewe ni upi mtazamo wako, ama ni yapi maoni yako? Hii ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.